Karibu tena katika kipindi kingine hapa Koinonia. Tunaendelea na somo ya mambo ya uchumi au mambo ya utoaji, na leo tutaangalia na tuko katika ile sehemu ya kuangalia jinsi Mungu alivyo. Na leo tutaangalia Mungu kama mtoaji, na pia tutaangalia malengo ya Mungu. Hayo ni mambo mawili ambayo tutajaribu kuyapitia leo. Na Mungu anaonyesha kwa mfano kwamba utoaji ni jambo la msingi kwake. Yeye ni mtoaji mkuu, kwa hiyo tunaweza kusema ya kwamba utoaji ni tabia ya kimungu. Pia tunaweza kusema kwamba hali ya kupenda kutoa ni jambo ambalo linastahili kuwepo ndani yetu tukiwa watu wa Mungu. Pia hiyo ni hali ambayo ni kama vile kwa kawaida tungeona mabadiliko na hali hiyo ingekuwa zaidi na zaidi, kutokana na jinsi tunavyomkaribia Mungu na jinsi tunavyokuwa katika Ukristo wetu na kufahamu Mungu zaidi. Tuende kusoma Waefeso sura ya 2 na mstari wa 8 na 9. Inasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema kupitia kwa imani, nayo haikutokana na ninyi wenyewe. Hii ni zawadi kutoka kwa Mungu, si kwa matendo, ili mtu yeyote asije akajisifu. Mungu anatoa wokovu hata wakati sisi wenyewe hatustahili. Katika Yohana 3:16 na 17, hiyo ni sehemu ambayo unaitambua sana, inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali kupitia kwake ulimwengu upate kuokolewa. Mungu alitupatia wokovu. Aliturudisha katika hali halisi ambayo alikuwa amekusudia mwanzo katika uumbaji wake. Tuweze kuwa na ushirika naye. Tumeingia katika uhusiano mpya naye. Tunaweza kujiita wana wa Mungu, tunaweza tukajiita watoto wake, tunaweza kusema sisi ni wandugu wa Yesu. Hayo ni mambo makubwa sana, na hiyo ni kitu anatukaribisha ndani ya familia yake, ndani katika uhusiano karibu naye. Mungu anaonyesha ukarimu, anaonyesha utoaji, na zawadi anayoitoa ni bure, ni ya hiari kwa yeyote anayetaka. Haina gharama, lakini lazima ipokelewe. Kwa hiyo lazima uchukue hatua ya kuipokea, ukubali huu ukarimu wa Mungu, huu upendo wa Mungu, huu utoaji wa Mungu. Na hapo ndio wapo wengi wanapofikia hapo sasa. Wengi wanapenda kwa sababu tunaambiwa ukimpokea Yesu na kwenda mbinguni. Watu wanataka kwenda mbinguni. Kwa hiyo watu wengi wanapokea, wanasema haya, mimi nimempokea Yesu, wanafurahi, lakini baada ya hapo ni kama vile wanasimama katika maisha yao ya Ukristo. Lakini wokovu ni kama hatua ya kwanza ndani ya kuingia katika Ukristo. Kuna mambo mengi Mungu ametuandalia. Kuna mambo mengi Mungu anataka tufahamu kuhusu yeye, kuhusu maisha pamoja naye. Na hayo yote tunaweza tukayapata tukijifunza na kuamini kwamba yanatuhusu. Kwa sababu mambo mengi usipoamini hautaweza kufikia lengo lako. Hiyo katika maisha yetu ya kawaida, kwa kila hali hiyo ipo kama sehemu moja kubwa sana ya mafanikio ya mtu. Watu ambao wanajiamini na wanaamini kwamba wanaweza, huwa wanaweza wakafika mbali sana. Kwa hiyo ukimwamini Mungu kuwa mwema kwako, hiyo pia inasaidia katika kuweza kupata na kufaidi tuseme neema yake na utoaji wake. Tusome Luka sura ya 11 na mstari wa 13, inasema hivi: basi ikiwa ninyi mlio waovu najua kuwapa watoto wenu vitu vizuri,
Si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wa Mungu wale wamwombao. Halafu tunaendelea na Mathayo 7, 9 hadi 12 inasema hivi. Au ni nani miongoni mwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate anampa jiwe, au mwanawe akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa vitu vizuri wale wamwombao. Kwa hiyo chochote mnachotaka mtendewe na watu, ninyi nanyi watendee vivyo hivyo, kwa kuwa hii ndiyo Torati na Manabii. Mistari hizi zinaeleweka, na Yesu hapa anajaribu kuonyesha kwamba ninyi, tuseme kwa kawaida watu ni wema kwa watoto wao. Najua katika hali ya leo kuna watu ambaye hawajali watoto wao, lakini kikawaida watu wanajali watoto wao na unapenda mambo mazuri kwa mtoto wake. Wazazi wanajaribu kuwaongoza watoto wao vizuri, wanajitahidi kuwapa elimu nzuri, na hata wanapofikia umri mkubwa bado wazazi wanajali kuwasaidia watoto wao kwa hali na mali. Mimi nina watoto ambayo ni wakubwa leo, ni watu wazima, wanafanya kazi, mtoto wangu wa kike ana familia yake. Lakini mimi wakinipigia simu au nikiona wanahitaji kitu, mimi niko tayari kuwasaidia kwa njia zote niwezavyo, ingawa wao wanajiweza. Unaona? Kwa sababu ni watoto wangu, ninawapenda. Mtoto akiumia, nikisikia kwamba mtoto wangu anaumwa, hata mimi ninasikia kuumia. Mungu anasema kwamba yeye pia yuko hivyo. Ninawatakieni mema, ninyi ni watoto wangu. Ingekuwaje mimi kama baba yenu niwatakie mabaya? Haiwezekani kabisa. Hivyo ndivyo Mungu anatuambia. Haileti maana Mungu asipende kutupa yale mambo mazuri alionayo. Hayo mambo ni rahisi sana kukariri, ni rahisi sana kuyakumbuka, lakini kutenda katika maisha yetu ni kazi. Lakini Mungu anafuata huu mpango, sababu ni mpango ambayo yeye ameweka. Kwa hiyo, basi yoyote myatakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni vivyo hivyo, maana hiyo ndio Torati na Manabii. Hiyo ni ngumu, lakini ni mpango wa Mungu. Katika Zaburi 23 tunasoma. Kwanza ni Zaburi ambayo tunaielewa, bila shaka umewahi kuisikia mara nyingi. Inasema hivi. Mwenyezi Mungu ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunilaza katika malisho ya majani mabichi, kando ya maji matulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu, huniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hata nikipita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Fimbo yako na mkongojo wako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa adui zangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Hakika wema na upendo vitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Mwenyezi Mungu milele. Ni zaburi ambayo haitaki ufafanuzi zaidi. Inaeleweka. Ni kitu ambayo inaongea nasi na tunapoisoma tunaipenda kwa sababu inaeleza juu ya upendo wa Mungu na jinsi anavyotujali, jinsi anavyopenda kutulinda na mambo hayo yote. Lakini ni vizuri kutumia maneno ya Mungu kama hayo, kuyaweka ndani ya ufahamu wetu na kujaribu kuyakariri na kuyatafakari kusudi yawe moja wa mawazo yetu na moja ya tegemeo yetu na moja ya imani yetu juu ya Mungu. Napenda ukumbuke vitu vichache juu ya Mungu kama mtoaji. Mungu anafanana na sisi, anapenda watoto wake wapate mema. Ni jambo la kwanza. Ya pili, yeye ni mtoaji na ni mtoaji wa kwanza. Hakuna ambaye ameweza kutoa kiasi kama yeye. Tatu, ana mamlaka na uweza wa kutimiza ahadi zake. Wewe na mimi tofauti na yeye. Wewe na mimi wakati mwingi tunashindwa
kutekeleza ahadi ambazo tunazitoa. Labda tulipenda kufanya kitu, lakini tukashindwa. Lakini Mungu hawezi akashindwa kwa sababu yeye ana uweza yote. Na 4, utekelezaji wa ahadi zake inatokea tunapopokea na kutumia ahadi zake katika maisha yetu. Kwa hiyo, hiyo ni sehemu yetu katika kule kupokea au kufaidi neema yake na upendo wake na utoaji wake. Lazima tuamini kwamba anaweza akafanya, lakini pia tupokee. Kuna hayo mambo ambayo tunahitaji na ni kazi, hayo ninapoyaongea kama hivi, ni rahisi kusema kwamba, mbona inaonekana rahisi? Si rahisi mbona. Unayo mtaada wako wa maisha, unaishi katika hali fulani. Na huu mtaada unakuongoza hata kimawazo. Utegemee kwamba kuna mabadiliko yatakayoweza kufanyika. Hiyo ni kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo kutoka katika hali ulivyo na kuamini kwamba unaweza ukatoka, hiyo inataka imani kwa Mungu, na hapo ndio unaweza ukajiinua kutoka ile hali ulionayo. Na kuna andiko lingine ambayo nafikiri tumewahi kuisikia, tumewahi kuisoma mara nyingi wenyewe, ni kutoka kitabu cha kwanza ya Wafalme sura ya 3, na ni mistari mingi kidogo kuanzia 5 hadi 14, lakini nitapenda kuisoma kwa sababu ni sehemu ya muhimu. Tusome. Mwenyezi Mungu akamtokea Sulemani huko Gibeoni wakati wa usiku katika ndoto, naye Mungu akasema, omba lolote utakalo nikupe. Sulemani akajibu, umemfanyia mtumishi wako baba yangu Daudi fadhili nyingi, kwa kuwa alikuwa mwaminifu kwako na mwenye haki, tena mnyofu wa moyo. Nawe umemzidishia fadhili hii kuu, kwani umempa mwana wa kuketi kwenye kiti chake cha ufalme kama ilivyo leo. Sasa Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, umemfanya mtumishi wako mfalme mahali pa baba yangu Daudi, lakini mimi ni mtoto mdogo tu, wala sijui jinsi ya kutekeleza wajibu wangu. Mtumishi wako yuko hapa miongoni mwa watu uliowachagua, taifa kubwa, watu wengi wasioweza kuhesabika wala kutoa idadi yao. Hivyo mpe mtumishi wako moyo wa ufahamu, ili kutawala watu wako na kupambanua kati ya mema na mabaya. Kwa maana ni nani awezaye kutawala watu wako kama walio wengi hivi? Bwana akapendezwa kwamba Sulemani ameliomba jambo hili. Basi Mungu akamwambia, kwa kuwa umeomba neno hili na hukuomba maisha marefu au upate utajiri kwa nafsi yako, wala adui zako wafe, bali umeomba busara katika kutoa haki, nitafanya uliloomba. Nitakupa moyo wa hekima na wa ufahamu, kiasi kwamba hajakuwa mtu mwingine kama wewe, wala kamwe hatakuwa baada yako. Zaidi ya hayo, nitakupa yale ambayo hukuomba, utajiri na heshima. Siku za maisha yako yote hapatakuwa na mtu kama wewe miongoni mwa wafalme. Nawe ukienda katika njia zangu na kutii sheria na amri zangu, vile baba yako Daudi alivyofanya, nitakupa maisha marefu. Hapa ni ile sehemu ambapo Sulemani anaomba kitu kizuri sana, anaomba kupata hekima aweze kuongoza watu wake. Na hiyo ni ombi ambayo kwa kweli, huyu si mtu wa kawaida. Ukiwa mfalme au ukiwa una cheo, inawezekana ukataka ujiinue mwenyewe upate faida ya hiyo cheo chako. Lakini yeye aliona anahitaji zaidi kupata hekima aweze kuwafaidisha watu wake, na Mungu alipendezwa na hiyo. Lakini mpango wa Mungu kwa Sulemani ulikuwa mkubwa zaidi kuliko tuseme muktadha au fikra za Sulemani mwenyewe. Mungu alipenda pia kumpa utajiri na utawala mkubwa, na alifanya hivyo. Kwa vile Mungu ni mzazi mzuri, alitimiza ombi la Sulemani, lakini pia akaongeza ya kwake. Mungu hana mpaka wala haishiwi. Ana mipango mizuri kwa ajili yetu, na anapenda sana kuzitimiza ndani ya maisha yetu, kama tukifuata na kushika njia zake na kufuata sheria na mipango yake. Ndo hapo tena
kuna masharti, kuna system Mungu ameweka na tunahitaji kuifuata hiyo. Na mojawapo ili kufuata maagizo yake, kujenga imani yetu na kukubali kwamba yeye ni Mungu na ana ule uweza. Na hiyo ni process, sio kitu ambayo inafanyika hivi, inachukua muda. Inachukua muda na tunahitaji kuingiza ufahamu ndani ya akili zetu. Lakini hayo ni malengo ya Mungu. Malengo ya Mungu ni mazuri kwetu. Tukisoma Kumbukumbu sura ya 8 na mstari wa 17 hadi 18 inasema hivi. Naweza kusema, uwezo wangu na nguvu za mikono yangu ndio zilizonipatia utajiri huu, lakini kumbukeni, Mwenyezi Mungu, Mungu wenu ndiye ambaye huwapa uwezo wa kupata utajiri, na hivyo kulithibitisha agano lake ambalo aliwaapia baba zenu kama ilivyo leo. Najua tuliwahi kuisoma hiyo sehemu. Nahitaji kurudia mara nyingi. Ni Mungu ndiye anayetupatia huu uwezo. Kwa hiyo Mungu anatupa vipawa mbalimbali au vipeo mbalimbali. Na katika kuamini kwamba Mungu ametupatia uweza fulani, tunamshukuru Mungu na hata hivyo, pamoja na kwamba tunafanya zile jitihada zetu, tunahitaji kufanya hivyo. Lakini bado tunajua kwamba msingi wake na msingi wa mafanikio yetu yote, tunampa Mungu sifa. Na tunaamini kwamba yeye anaweza kuzidi kutuongoza, kuzidi kutusaidia na kuzidi kutuwezesha. Katika Waefeso sura ya 1 na mstari wa 18 na mwanzo wa 19 tunasoma hivi. Ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kujua tumaini mliloitiwa, utajiri wa urithi wa utukufu wake kwa watakatifu, na uweza wake mkuu usilolinganishwa kwa ajili yetu sisi tuaminio. Mstari huu mara nyingi tunapenda kufahamu kiroho tu. Lakini, yani Mungu ana nini kwa upande wa kiroho kwa ajili yetu? Lakini Biblia inahusu mtu mzima. Nafsi, roho, yani maisha yetu yote. Kwa hiyo Mungu anataka macho yetu yafunguliwe tuone jinsi yeye alivyo. Hiyo ni kusudi lake. Hiyo ni malengo yake. Ndio maana tumepewa hayo maandiko yote katika Biblia, tusome, tutafakari, tuelewe jinsi Mungu wetu alivyo. Unaona? Na tunapojifunza zaidi juu ya Mungu, ndio pia hata ile imani yetu inazidi na inakuwa kwetu, na hiyo sasa inatufanya tumwamini yeye zaidi na kutegemea kwamba yeye anaweza kufanya yale ambayo anakusudia kufanya. Katika Isaya 1:19 mstari mfupi inasema hivi. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Utawezaje kutii kama huchukui muda wa kujifunza unahitaji kutii nini? Cheua hapo kidogo. Kama utaweza kutii na kufuata maagizo ya Mungu, lazima utenge muda wa kujifunza Mungu ana kusudi gani, anataka nini na yukoje. Hakuna shortcut. Hiyo ni kila mtu anahitaji kufanya. Na ukienda kusoma neno lake, ukianza kutafakari neno lake, utakuja kujifunza kwamba kuna mambo mengi Mungu anasema anataka kufanya kwa ajili yako. Na hapa sasa labda mojawapo anaposikia hayo mambo, Mungu anataka kukupa hii, Mungu anataka kukupa hii, halafu tunasikia juu ya Wakristo wanaoteswa, labda wewe mwenyewe ni Mkristo ambaye uko katika hali ngumu sana. Ndiyo, hata mimi nimepitia katika mambo magumu kiasi. Sio makubwa sana, siwezi kusema hivi nikilinganisha na wengine wanaopata shida na taabu. Lakini nimepitia katika mambo ambayo yamesababishwa na kule kusimamia Ukristo na kule kusimamia imani yangu. Hiyo imetokea katika maisha yangu. Lakini hapa katika somo hili tunaangalia yale
ambaye Mungu anataka kutupatia. Picha ni kubwa zaidi nafahamu, lakini huwezi ukaangalia kila sehemu. Na usidhani hata siku moja kwamba mimi ninaamini kwamba Mkristo anaweza akaishi maisha yake yote bila kupitia katika magumu. Huu ni upuuzi. Hata Biblia yenyewe inatuambia kwamba tutapata mateso kwa ajili ya jina lake. Kwa hiyo hayo yote mawili yapo. Hayo yote mawili yapo. Okay? Lakini somo hili tunaangalia yale ambayo Mungu anataka kutupatia au yale ambayo Mungu anakusudia kwa ajili yetu. Kwa hiyo katika Ukristo kuna mateso lakini pia kuna raha. Kuna mambo magumu lakini pia kuna mambo mengi ambayo Mungu amekusudia tuwe nayo katika maisha yetu kwa kurahisisha na kwa kuboresha maisha yetu. Sababu yangu kubwa ya kutoa somo hii ni kwa vile nimeona kwamba mara nyingi tumesahau kufundisha juu ya neema na baraka za Mungu na yale yote yaliyoandaliwa kwa ajili yetu. Hiyo ni mazoea yangu wakati mimi nimekulia katika makanisa. Tunajifunza mengi juu ya masharti, lazima ufanye hiki, lazima ufanye hiki, huruhusiwi kufanya hiki, huruhusiwi kufanya hiki, lazima ufanye hiki, na hii ni marufuku na hii. Yani kulikuwepo sheria nyingi ambaye nilifundishwa nilipokulia katika Ukristo. Na sio kwamba yote yale yalikuwa ni sawa, sio kwamba waliniambia uongo, lakini mara nyingi mafundisho kama hayo, kugundua ukuu na utajiri uliopo ndani ya maisha ya Kikristo ilikuwa pungufu kidogo. Labda sio hivyo kwako, hii inawezekana, lakini kwangu ilikuwa hivyo. Mimi binafsi basi imebidi nitoke katika hali fulani ya kutegemea uwema wa Mungu na kuanza kujifunza kutegemea wema wa Mungu, na hiyo ni process. Na tatizo ni hii, kama umejifunza kwa njia moja, halafu unapata kujifunza kwa njia nyingine, na unaona hiyo njia nyingine inaonekana inaendana zaidi na neno la Mungu, hata hivyo ni process. Unahitaji kutoka katika ufahamu fulani na kuingia katika ufahamu mwingine. Hiyo ni kazi, kubadilika sio rahisi. Lakini unaweza ukafanya, unapiga hatua, halafu unarudi nyuma, unapiga hatua 2 mbele, 1 nyuma, na inakwenda hivyo. Mwisho unaweza ukabadilika na unaweza ukawa ni mtu tofauti na jinsi ulivyokuwa. Kwa hiyo usitegemea kwamba haya mafundisho yatakubadilisha kwa dakika moja. Lakini nakushauri upitie, usiwe mtu wa kuangalia video dakika 2 halafu unakimbia. Angalia mpaka mwisho, jifunze, nenda kasome kila neno ninayoisoma, na wewe nenda kwenye Biblia yako, soma vizuri, tafakari, na itakubadilisha. Mimi mwenyewe ninaona kwamba katika maisha yangu ninasonga mbele taratibu, na imani yangu ya Mungu inakuwa kiasi kwamba ninapopatwa na shida fulani au kitu ambacho kikawaida ningekuwa na wasiwasi na ningekuwa ninahangaika kweli, ninaweza nikatulia kwa sababu ninajua kwamba Mungu ananilinda. Mungu ana mawazo mazuri juu yangu na Mungu anapenda kunisaidia. Kuweza kushika na kupokea neno la Mungu inafanyika katika hatua mbalimbali. Kwanza unahitaji kusikia neno, unahitaji kusoma neno, unahitaji kuona neno na kufahamu hiyo neno. Lakini sio kuiona tu kama kitu ambayo inapita, unahitaji kuipokea na kuitafakari, kucheua yale ambayo unayasikia. Ujaribu katika utendaji. Halafu unahitaji kuamini. Na unahitaji kuamini na kuamini. Kurudia kusoma na kuipokea lile neno tena. Yaani kuenda na kurudi, kukaa na hayo maneno mpaka yanaingia na kukaa. Halafu unahitaji kuamini tena. Unahitaji kutenda tena. Halafu unahitaji kukubali. Ninarudia yale. Ni process maana yake. Ni kitu ambaye haiji hivi hivi. Bila shaka umeelewa kwamba ni zoezi la kimaisha. Sio kitu ambayo unafanya kwa muda halafu inakaa moja kwa moja. Sisi tunasema kwamba ukijifunza kuendesha baskeli, kupanda baskeli, ukishajifunza mara ya kwanza, hata ukiacha kwa miaka mingi, ukipanda baskeli utajua. Sio hivyo.
Hii ni zoezi ambayo unahitaji kuirudia, rudia na kuiamsha ndani ya maisha yako. Kwa sababu mara nyingi, tuseme hivi, hali yako ni mbaya sasa hivi. Unamuomba Mungu, unasema nimeona sasa wewe una mambo mazuri kwangu. Unamuomba Mungu upate labda kazi au upate njia ya kuweza kupata pato ambayo itakusukuma. Sawa, Mungu anakujibu, unapata kazi. Unaendelea, sasa una kazi. Na hauna hiyo taabu tena. Huhitaji hata kuamini kwamba Mungu atakuwezesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu bosi wako ndio anakuwezesha, si ndio? Halafu inatokea kwamba kazi lile inakwisha, au kwa sababu moja au nyingine haunao tena. Kama hujafanya zoezi ya imani wakati ulikuwa ndani ya hiyo ajira, utaanguka chini na utahitaji kuanza tena kujifunza kuamini wema wa Mungu. Ni zoezi ya kila siku na maisha yetu yote. Kwa hiyo, na kama wewe umejifunza tofauti na hayo mafundisho, ninapenda sana hayo mafundisho, usiyachukue hivi hivi. Mimi huwa ninasema katika kila somo, usichukue mafundisho hivi hivi. Nenda kasome maandiko, fikiria yale ninayoyasema yanaendana na maandiko, yanaleta maana, hapo ndio tunafuata, si ndio? Wapo walimu wengi wanakupa mafundisho mengi sana, lakini ukienda kuyachunguza kiundani, utasema lakini mbona hiyo andiko haiendani na yale anayoyasema? Unaona, hapo sio mafundisho ambayo ni ya kibiblia. Kwa hiyo nenda kasome, hakikisha kwamba ninayoyasema yanaleta maana, alafu ndio jaribu kutenda kufuatana na hayo mafundisho. Na kama umejifunza tofauti sana, unahitaji kubadilisha kama vile mimi nimehitaji kufanya, na hiyo pia ni process. Kwa hiyo kipindi hiki kinaishia hapa, na ni tumaini yangu kwamba haya mafundisho yatakusaidia kuenda mbele katika maisha yako ya Kikristo. Na kama unafika mpaka mwisho ya video, hapo ndio unafaidi, hapo ndio unapata yale ambayo ninafundisha, sio? Kuna watu wengi wanaangalia dakika 2 halafu wanachoka, hawa watabaki pale pale. Hakuna elimu unayoipata kwa njia hiyo. Okay. Kwa hiyo kama umefika mpaka mwisho, kama kawaida, nashukuru sana. Mungu akubariki, na ninajua atakubariki kwa sababu ni mafundisho mazuri, na bila shaka tutaonana katika vipindi vingine siku za mbele. Asanteni sana.